Karibu kwenye mkasa huu wa kusisimua. Kisasi cha mjamzito. Tuwe pamoja mpaka mwisho. Ilikuwa siku ya Jumatatu asubuhi. Siwa aliamka kutoka kitandani na kuanza kujisikia hali ya tofauti mwilini mwake. Kichwani alihisi kizunguzungu na mdomoni alikuwa na hali ya kujisikia kutapika. Na baada ya dakika chache alikimbilia chooni ambako alitapika kwa muda kidogo na kurudi akijisikia nafuu. Lakini hali ya kizunguzungu bado ilikuwa haijamwisha. Baada muda kidogo, ile hali ikaisha kabisa na kujikuta mzima wa afya. Hali hii ilimshangaza sana Siwa, maana hajawahi kupitia hali kama hii tangu kuzaliwa kwake. Hali ya namna hiyo ilikuwa ikijitokeza mara kwa mara anapoamka asubuhi, na wakati mwingine muda wa mchana anapata uchovu na kujikuta akipitiwa na usingizi, huku mapigo yake ya moyo yakiwa yanaongezeka. Watu wake wa karibu wakawa wanamweleza, kwa dalili hizi unazopitia ni wazi kwamba wewe ni mjamzito, jambo ambalo Siwa alilikataa kwa kila aliyejaribu kumwambia. Siwa hajawahi kuhisi kuwa na mimba kabisa, maana alishajua ni jambo ambalo haliwezekani kwake. Baada ya siku kadhaa, Siwa aliamua kwenda kituo cha afya kuonana na daktari ili kumwelezea tatizo lake. Baada ya muda kidogo, Siwa anaonekana mwenye furaha sana wakati akiwa anatoka kituo cha afya akiwa na majibu ya vipimo vyake ambavyo vilimwonyesha kuwa ni mjamzito wa miezi miwili. Miaka 10 iliyopita, Siwa akiwa binti mdogo na mrembo mwenye muonekano wa kuvutia, sura nzuri yenye rangi ya maji ya kunde, shepu yenye mvuto wa wastani kiasi cha kwamba akipita ni lazima utageuka kumwangalia na kusifu uumbaji wa Mungu. Siwa alikuwa na shauku kubwa sana ya kuolewa na kuwa na familia kama wanawake wengine. Kutokana na hamu aliyokuwa nayo, alijikuta kila mara akijaribu kuvaa mavazi ya kujisitiri ili kujenga heshima yake mtaani. Siku moja katika mihangaiko yake ya hapa na pale, alikutana na kijana mmoja anaitwa Jumanne, maarufu kama Jeifu. Jumanne alimpenda sana Siwa na hatimaye wakafunga ndoa.